Siku zote kila jambo lina wakati wake katika maisha. Kuna wakati wa kukaa na watu fulani na kuna wakati wa kuwaruhusu watu hawa waweze kuondoka ili mambo mazuri zaidi yaje kwenye maisha yako. Endapo ukiendelea kuang'ang'ania watu wa design hiyo, huenda wakachelewesha miujiza yako kuweza kutokea katika maisha hayo. Mrembo huyu anaitwa Annabel, yuko na mama yake. Mama yake anamwambia, mwanangu, inabidi tuhame katika huu mji. Tuhame twende katika mji mwingine, maana maisha katika mji huu sio rafiki upande wetu. Inaonekana maisha hayajatuegemea vizuri. Kwa hiyo inabidi twende katika mji mwingine ili tukajitafute. Upande wa binti alionekana mgumu sana kuweza kukubaliana na wazo la mama, kwa sababu tayari alikuwa na promise kibao na kijana anayeitwa Roland. Kijana anaitwa Roland alivyosikia zile habari kwamba Annabel na mama yake wanahama katika mji huu, ikabidi aje mbio mbio. Kufika pale akawa anaongea na Annabel. Annabel alionekana kumueleza kila kitu, akamwambia, mpenzi, mimi naenda kufanya kila kitu ili maisha yetu yaweze kuboreka. Ila Roland akawa anamwambia, mbona mimi najitosheleza? Nafanya kila kitu kwa ajili yako na kwa ajili ya familia yako. Kwa nini sasa kuhangaika kuhama kwenda katika mji mwingine? Ila Annabel akamwambia, paswi kufanya kila kitu kwa ajili yetu. Unapaswa na wewe ujiangalie na wewe mwenyewe. Wakaagana pale, ila kishingo upande. Jamaa akakubali. Mwisho akampa na cheni ambayo ilikuwa kama kumbukumbu ya kuweza kutunza penzi lao. Akamwambia, ukifanikiwa katika mambo yako uje kunitafuta. Movie inaitwa Broken Journey. Harakati za Roland hazikuchukua muda mrefu. Jamaa alifanikiwa katika kila kitu, akawa amemaliza mafunzo yake pale alipokuwa chini ya bosi wake, na uangalizi ulikuwa ni mzuri sana. Baada ya bosi wake kuridhishwa na kile kitu alichokifanya, ikabidi ampe ruhusa ya kuweza kuondoka kwenda kuendelea na maisha yake. Jamaa alivyoondoka akafika jijini Lagos kwenda kumtazama mpenzi wake Annabel, lakini pamoja na hayo yote mawasiliano yao yalishakuwa mabovu toka kipindi yupo kule. Hakuweza kumpata katika simu, ila alikuwa anaonekana kama hataki kuwasiliana naye. Alivyofika pale akaanza kutafuta kinyemela, yani akawa anatafuta utafutaji ule wa kienyeji, utafutaji ambao watu siku hizi hawezi kutafuta kwa design hiyo. Anatembea na picha, anawaonyesha watu kama wanaweza kumjua Annabel, lakini katika yote ilionekana ni ngumu kwa upande wake. Hakuweza kufanikiwa katika maagizo ambayo alikuwa anaelekezwa, hakuweza kufanikiwa. Alivyokuwa barabarani katika bajaji akakutana hili kundi la wahuni. Hawa watu wanaonekana walikuwa wamejipanga kwa ajili ya kumfanyia kitu mbaya. Jamaa alivyokuwa mle ndani ikabidi aulize, jamani, tunakwenda tufiki huko? Huyu bidada akaanzisha shobo, akawa anamwambia, unalialia kama mtoto wa kike nini? Hebu achana mimi siongee na wewe. Hebu tuone kwenye begi lako kuna nini? Achana begi langu, kwa nini unang'ang'ania begi langu? Yule dada alikuwa kauzu ile kinyama, akamchomolea beto, anamuonyesha, hebu achia hilo begi, nitakufanyia kitu mbaya, achia begi. Jamaa akanyang'anywa begi kibabe. Baada ya hapo wakamtupa barabara. Alizimia, hakuelewa kitu ambacho kiliendelea. Muda sio mrefu akapita msamaria katika lile eneo, akamkuta jamaa akiwa katika hali mbaya. Ikabidi aite waungwana waje wamsaidie ili kumnyanyua, kumuingiza katika gari. Baada ya hapo akamchukua akampeleka moja kwa moja hospitali ili akaweze kufanywa matibabu, aangaliwe ni kitu gani ambacho kimemjili. Upande wa Annabel amekuwa mtu maarufu sana. Anaonekana katika maisha amejipata kwa sababu amefanikiwa kutimiza kila kitu alichokuwa anakitaka, na sasa hivi ana mwanaume mzuri ambaye anaweza kumtimizia haja zake zote, huku maisha yakionekana amejengeka kwa upande wake. Upande wa mwenzake maisha hayako vizuri kwa sababu bado anateseka katika ile ahadi ambayo alikuwa ameahidiana na Annabel. Alipofika hospitali amefanywa matibabu yote, akaja msamaria ambaye amemwokota katika lile janga ambalo lilikuwa limemkuta. Akajaribu kuongea naye, lakini jamaa alionekana kutokuwa sawa kabisa. Ikabidi yule bidada amwambie, basi mimi nitakusaidia kuweza kutimiza haja yako. Sijui ni kitu gani ambacho unakipitia wala sijui kitu gani kimekukuta, ila nipo hapa kwa ajili ya msaada. Jamani, mimi nimepoteza kila kitu. Yaani unavyoniona hapa mimi ni zero kabisa, sina kitu chochote. Yaani lile begi liloibiwa lilikuwa na kila kitu nilichokifanyia kazi kwa muda wote. Sasa nitaishije? Yule dada akampa moyo, akamwambia, pole sana, mimi najua tutafanya tu namna ili maisha yaweze kwenda.
Upande wa ushuani huku ambako yuko Annabel anafanywa birthday baada ya kuwa amefikisha miaka kadhaa, mpenzi wake akaamua kumfanyia surprise ili mambo yaweze kwenda sawa. Watu wakawa wanasherehekea pale na vinywaji, huku jamaa ikabidi atafute namna ya kuweza kumfikia Annabel, maana amechoka sasa kuhangaika. Huyu bidada anaitwa Diola akampa wazo, ambaye yeye ni content creator, akamwambia kutokana na zile content ambazo huwa anatengeneza, hii yako inaweza ikawa rahisi, tunaweza tukamfikia Annabel kwa njia rahisi zaidi. Kwa jamaa akakubali kuweza kuingia katika kutengeneza hiyo content ili aweze kumfikia Annabel. Watu wengi wakaangalia na comment kibao zikaendelea kutokana na watu jinsi ambavyo alimuona jamaa. Wengine walimkejeli na wengine walimpongeza kwa ujasiri wake huo wa kuamua kutoka mbali kuja kumtafuta mpenzi wake ambaye amepotezana kwa muda. Ile video ikaenda viral, ikafika moja kwa moja mpaka kwa Annabel. Annabel akawa anaambiwa na mdogo wake, dada, hebu njoo umuone huyu jamaa hapa, anaongea kuhusu wewe, ni Roland anakutafuta. Annabel baada ya kuiangalia ile video ikampa pressure sana, akawa anaona anaharibiwa, anachafuliwa, anasema jamani, kwa nini huyu kijana asiendelee na maisha yake? Mbona mimi nisha move on? Kwa nini ananihangaikia? Kwa nini ananisumbua? Dada mtu akawa katika mawazo, ila mdogo wake akawa anamwambia, ila unatakiwa uweze kwenda kuongea naye. Niweze kwenda kuongea naye vipi? Yeye anatakiwa aendelee na maisha yake. Kwa nini ananifuatilia? Mimi nahisi unatakiwa kamuone ili uweze kumwambia hayo maneno unayoyasema hapa kwamba wewe umeendelea. Kwa hiyo na yeye anatakiwa aendelee, aache kusumbana na wewe. Mama mtu akawa anamwambia mdogo wako yupo sahihi, ila unatakiwa uangalie namna ya kuweza kulimaliza hili tatizo. Ila mdogo wako jinsi anavyokushauri ni kitu cha msingi ambacho unatakiwa kukifanya. Dada mtu anamwambia mdogo wake, nyamaza, haya mambo hayakuhusu. Sawa, kwa kuwa unaniambia ni nyamaze, sitaongea tena, ila ni jambo la msingi wewe kwenda kumwangalia jamaa. Mama mtu akamwambia, mtoka, mpishe dada yako tafadhali, mwache. Upande wa Roland huku, Roland analalamika, anasema jamani, mmeniweka hapa ndani muda mrefu sana, sielewi kitu chochote. Kama nimelipiwa kila kitu, simniruhusu niondoke. Ikabidi wamtafute Diola ili aweze kuongea na Roland. Roland anamwambia, si umewalipa kila kitu hawa jamaa? Kwa nini wananing'ang'ania hapa hospitali? Kwani na shida gani? Tafadhali hebu njoo nitoe hapa, sitaki kukaa hapa. Sawa, ngoja nije, ila nitakuja kukutoa. Ngoja kwanza nitume mtu aje akuletee nguo za kubadilisha. Baada hapo nitakuja nikutoe katika mazingira. Sawa, na nitakusaidia kama nilivyoahidi. Sawa, haina shida. Upande wa Diola anaulizwa na msaidizi wake ambaye ni kameramani wake, kwa nini unamng'ang'ania? Huu ni mgodi, siwezi kuuacha. Annabel akaendelea kufuatilia kila update ambayo ilikuwa inarushwa katika ile channel ya Diola, lakini katika hizo zote ambazo zilikuwa zinamgusa yeye zilionekana kumuaffect, maana zilikuwa zinamharibia brand yake, maana alishakuwa mtu mkubwa na anaonekana ni mtu ambaye amemwacha mpenzi wake kwa sababu ya umaskini, kaamua kukimbilia mtu ambaye anaweza kumfadhili katika maisha yake. Annabel akaonekana kukasirishwa sana na kile kitendo cha Roland kuendelea kujishuti video na kuziposti mtandaoni. Akawa anasema, huyu ananichafulia mimi ni mtu mkubwa, kwa nini ananifanyia hivyo? Jamaa huku naye amesala sasa, anawaambia, hebu tokeni hapa, sitaki tena mambo ya content zenu, nahitaji kufanya mambo yangu. Kama hata kuja kunitafuta basi haina shida yoyote. Huku Annabel anaendelea kushauriwa na mdogo wake, nenda kamtazame tafadhali, kama kweli unasema umtaki, nenda kamwambie uso kwa uso sikutaki. Wewe kwani nimeuliza ushauri wako? Mambo hayakuhusu, hebu niache. Wewe mtoto mdogo unaingilia mambo makubwa. Basi na nyamaza, sitoi tena ushauri wangu, sitaongea lolote kuhusiana na hilo, ila anaona ni bora uende ukamweleze hicho kitu ambacho nakisema hapa. Baada ya hapo mdogo mtu akafukuzwa, akasema basi sawa, anaondoka, haina shida yote, naondoka. Diola naye ameamua kumfuata Roland baada ya Roland kuwa amekasirishwa na kile kitendo cha kuendelea kutengeneza content. Akawa amempelekea na chakula, akamuuliza, vipi, mbona ulireact vile wakati tulikuwa tunafanya mbinu za kumtafuta Annabel? Sitaki tena huo kufanya hivyo vitu, sitaki hivyo vitu. Kama unataka kufanya kitu unatakiwa utumie kila njia ili uweze kukipata hicho kitu. Hivi wewe unaelewa nini kuhusiana na mapenzi? Wewe unaelewa nini kuhusiana na mapenzi? Unaelewa nini kuhusiana na maumivu? Kwa kuwa unaniambia maneno kama hayo, basi haina shida, ngoja mimi niondoke. Ikabidi aondoke. Baada ya muda akaja na taarifa njema, anamwambia, bana, tumefanikiwa kumpata Annabel. Tumempata Annabel. Kwa hiyo hapa unatakiwa ukajiandae ili tuweze kwenda moja kwa moja kuongea naye. Ila katika hayo yote nahitaji uniruhusu nitengeneze content. Kutengeneza content zako? Haina shida. Kama ni hilo tu unanipeleka kwa Annabel, haina shida, unaweza ukafanya hivyo. Basi sawa, nenda kajiandae ili twende tukamwone Annabel. Jamaa akafurahi sana baada ya kupokea zile taarifa njema,
akaondoka moja kwa moja kuelekea kujiandaa. Akamwambia, basi nisubiri, muda sio mrefu nitakuwa nimefika katika maeneo haya ili tuweze kwenda kuonana na Annabelle. Jamaa alionekana kuwa excited kwa sababu ya zile taarifa alizozipokea. Wakati anafanya maandalizi, mara Annabelle akaja mwenyewe moja kwa moja, hakuhitaji tena Roland aweze kwenda katika maeneo yake. Baada ya kufika, Annabelle akaamua kumkataa live. Yaani akamkataa bila chenga yoyote, hakumtaka kumficha kitu chochote. Akawa anamwambia, bana, mimi nimesha move on. Kwa na wewe unatakiwa move on. Achana na mimi kabisa. Zile promise zote ambazo tuliwekeana huko nyuma, zifute katika kichwa chako. Huwezi ukawa na mwanamke kama mimi. Nimeishi maisha ya kimaskini, siwezi kuendelea kuwa maskini. Nimeamua kutembea kwenda mbele. Nahitaji kupiga hatua zaidi. Nikirudi nyuma, kuwa na wewe ni kujirudisha nyuma. Tafadhali, hebu achana na mimi kabisa. Annabelle akaondoka. Baada ya jamaa kuwa amekataliwa na Annabelle, ikaonekana ametua mzigo, maana mpaka Diola ilibidi amuulize, unaonekana upo sawa kabisa, imekuwaje? Jamaa akawa anasema, nilianza kuziona ishara za kuachwa toka nilivyokuwa kule, maana alikuwa hajibu teksti zangu na wala nilikuwa nikimpigia alikuwa hapokei. Kwa hiyo nikaanza kujiongeza, ikabidi nije kwa ajili ya kuthibitisha tu. Huyu dada naye akawa anamwambia, unajua mimi nimepitia magumu katika maisha yangu. Jinsi unavyoniona mimi nimewahi kuachwa tena mbaya zaidi, niliachwa siku ya harusi, naambiwa usivae gauni hili la harusi. Baada ya hapo jamaa akajiona ana makosa sana kutokana na maneno ambayo alimwambia mwanzoni. Ilipofika alfajiri, jamaa anashtuka, yupo kitandani kwa bibie, akawa anashangaa, imekuwaje hapa? Kugeuka anamuona yule bibie yuko pembeni yake. Jamaa akashtuka kweli, anasema, nini hiki? Mbona umenivulisha nguo? Usijali, nguo zako nimezipeleka kwa Dobi akazifue. Kwa hiyo jamaa akawa anajichungulia, kuna nini huku? Usinifikirie hivyo bana. Mimi ni mtu ambaye niko smart, siwezi nikachukua advantage ya vitu kama hivyo. Basi nyanyuka ukajiandae ili tuweze kwenda kupata chai. Jamaa kabaki anajiangalia, anasema, huyu dada huyu kweli huyu hajafanya namna gani huku? Mbona mambo sielewi mambo yanayoelekea hapa. Wakati wako mezani wanapata chai, ikabidi bidada Diola amuulize jamaa, maisha yako vipi, unapanga kufanya nini baada ya hapa? Jamaa akasema, inabidi nipate mshahara wangu nilouhitaji ili niweze kurudi nyumbani kuendelea na maisha yangu ya zamani. Yule bidada akamwambia, hivi kweli unataka urudi nyumbani, uache maisha yako, uache kupambania ndoto zako kwa sababu tu Annabelle amekukataa? Sasa unategemea nifanyeje? Mimi nilikuwa nimekuja kwa ajili ya huyo mwanamke, ila yeye amenikataa, unategemea nifanyeje? Unatakiwa uendelee upambane na maisha yako. Kwa nini usipambane na maisha yako? Kwa nini unaning'ang'ania sana? Kwa sababu nakupenda. Mimi nakupenda ndio maana nang'ang'ania endelee kukaa hapa. Jamaa akabaki katika mawazo baada ya kuambiwa maneno yale na yule mwanamke. Fursa kama hizo kwenye maisha zinakuja mara moja. Haiwezi kaja chance kama hiyo ukaichezea. Jamaa kutaka kulemba akamkubalia mwanamke baada ya kuonekana kuwa amezama katika hisia naye. Kwa hiyo jamaa naye ikabidi aanze kujiwekeza upya. Mwanamke mpaka akawa anamuuliza, unaonekana sasa hivi uko focused, unafanya mambo kwa kupangilia. Vipi, kuna nini? Hapa nataka nifungue duka langu la nguo ili niweze kufanya mambo, lakini sina pesa, nitafanyaje? Bidada akawa anamwambia, usijali kwa hilo. Unajua zile content zimekupa milioni 4, naira milioni 4. Jamani, hizo pesa zote ni zangu. Kwa hiyo hizi pesa mimi nitakupa ufanyie kazi. Jamaa akafurahi sana, akamkumbatia yule bidada. Upande wa X yeye anaendelea kupanga mipango ya ndoa, wakati huku kwa mwenzake mambo amejipa. Akafika moja kwa moja mpaka dukani kwa Roland. Roland sasa amefanikiwa, mambo yake sio ya kitoto. Baada ya kufika anaambiwa, bana, mimi ni mke wake na Roland, na hili duka unaloliona ni duka la Roland ambaye wewe ulimkataa. Mpaka yule bidada akawa anashangaa, Roland gani? Roland huyu ambaye namjua mimi? Huyo Roland ana duka hili na na maduka mengine. Yule dada akaumia kweli. Baada ya kupata yale maneno akawa katika mawazo sana, kumwambia na ana mpango wa kuendelea kufungua branch nyingine. Yule dada akakatwa kweli, akamwambia mpenzi wake, baby, naomba tuondoke, tuachane na haya mambo, tutakuja siku nyingine. Mpenzi, ndio tumefika, hamna, tuondoke tu. Na huo ndio unakuwa mwisho. I say siku zote katika maisha usimdharau mtu, maana hujui kesho yake itakuwaje.